Ningependa kuwashukuru wote ambao walichangia kwa kimoja ama kile kingine. Thank you very much. We really appreciate, and your efforts will not go like that. God will bless you so much. What's your experience in this place? My experience in this place, there are so many people who are vulnerable here. We have children, we have old men and women who are not supposed to be in such a situation. We are asking the government to really fast track the process of seeing that these people are going back to their normal life, and also if there is means maybe to settle them somewhere apart from being in school, because schools are will be opened next week. So we are urging the government and all the agencies that are involved to make sure that they are settled in the quickest time possible. These issues have been occurring since time immemorial. Some of them are historical. We would like to urge them to sit down and amicably solve the problems that are there, because no human loss is worth dignity. We cannot equate human dignity or human life to land. So let us sit down and dialogue with each other. Let's talk and solve these issues amicably. Wito wangu kwa jamii ya eneo hii, sisi tuelewane, watu waende shule, watu wafanye maendeleo. Naona factory tumeletewa, hiyo tukipikana na hii mambo kama hii haitakuwa, lakini tukielewana kila mtu atafaulu. Ningepongeza serikali kwanza kwa mambo ya curfew. Kitu ningependa tena kueleza serikali saa hii wafanye kitu ya pili ni kupeleka watu waende waishi makwao ili mashule ifunguliwe. Shule kama hii ya State Primary hakuna, sasa hatujui watu wataishi wapi, watoto wasome wapi. Na ni wakazi wa hapa, wanafunzi wao ndio wako kwa hii shule. Sisi tuliambiwa mrudi makwenu, lakini tunaona maaskari hawatoshi, maana mimi naona askari wanatembea kwa lami, pengine wanaenda kutafuta wale suspect wa mabunduki, wanatembelea kwa makwao, lakini wale ambao wanachunga wenyeji kwa nyumbani hawako, so askari wako wachache.